Karibu mtazamaji wetu katika makala hii fupi kuhusu mafunzo kwa maafisa habari kutoka mikoa na halmashauri katika mikoa ya kanda ya Ziwa. Mafunzo hayo ni kuhusu matumizi ya matokeo ya sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022. Kamisa wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, Spika mstaafu Mama Anne Makinda amewahimiza maafisa habari kusambaza matokeo ya sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 hadi ngazi ya chini ya wananchi ili kuimarisha maendeleo kwa wananchi. Ameyasema hayo mjini Bariadi mkoani Simiyu wakati akifungua rasmi mafunzo ya maafisa habari kutoka mikoa na halmashauri katika mikoa ya kanda ya Ziwa. Ndugu washiriki, hivi sasa serikali yetu imo katika awamu ya 3 ya utekelezaji wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022. Miongoni mwa shughuli zinazofanyika katika awamu hii ambayo ni ya mwisho ni usambazaji wa matokeo ya sensa na mafunzo ya matumizi yake. Mafunzo haya ni utekelezaji wa mpango kazi wa mkakati wa mawasiliano, ushawishi na usambazaji wa takwimu katika mfumo wa taifa wa takwimu nchini. Aidha, mafunzo haya ni mfululizo wa mafunzo kama haya yatakayotolewa kwa maafisa habari na mawasiliano wa vitengo vya habari na mawasiliano vya wadau katika mfumo wa taifa wa takwimu nchini. Ndugu washiriki, mafunzo haya ni muhimu kwa kuwa ni ya kuwajengea uwezo na uelewa wa masuala ya takwimu rasmi mintarafu ushiriki wenu katika shughuli za kitakwimu, hususan uzalishaji, usambazaji na kuhimiza matumizi ya takwimu rasmi nchini. Kama mnavyofahamu, matumizi makubwa ya takwimu ni katika kutunga na kuhuisha sera, kupanga mipango na programu mbalimbali za maendeleo, na kutumika katika kufuatilia na kutathmini utekelezaji wa sera, mipango na programu hizo za maendeleo. Hivyo swala la jamii kuwa na uelewa mzuri wa mapana na umuhimu wa takwimu na matumizi yake ni kipaumbele katika kujenga jamii yenye uwezo wa kufanya maamuzi kwa kutumia vigezo vya kitakwimu. Kwa hiyo sisi tunachotamani kwamba hii isibakie na NBS au OCGS kwa kule Zanzibar, kwa hiyo iende kwa nyinyi wataalamu wa habari. Lakini pia inatusaidia kwa sababu nyinyi mkijua hata kudadisi, mnaweza kudadisi on facts. Maana ukienda tu mwandishi wa habari unasema tu, wakikugeukia huna defense. Lakini kwa sasa wakikugeukia unasema nini kufuatana na data iliyopatikana kwenye sensa. Kwa hiyo ndugu zangu, hii ni mafunzo makubwa sana kwenu na ni vizuri mkazingatia. Wanaweza kaonekana labda watu ni kitu kidogo, lakini ni kitu kikubwa sana hiki. Kuweko hapa unaongeza experience juu ya experience uliyokuwa, and you are becoming better. Pengine mwandishi wa habari au mawasiliano unakuwa much better kwa sababu ni hivi ninavyojifunza. Wengine si wanataka waangalie runinga zenu mnazoonyesha, lakini wanakuta wewe umeleta material ambayo inaaminika. Kwa hiyo ndio sababu kubwa ya kwamba tunajitahidi sana kuhakikisha kwamba yale tuliyokuwa nayo hayabaki kwenye vitabu, yanakwenda kwenu na nyinyi mkadisseminate kule kunakohusika na mpaka ngazi ya chini, kwa sababu resources ambazo ni ndogo ziende mahali pale ambapo watu wengine walikuwa hawajapata bahati hiyo. Hivyo mpango huo hapana shaka yoyote utachangia kuharakisha ujenzi wa jamii yenye uelewa wa maswali ya kitakwimu na kuchochea matumizi ya takwimu na hatimaye kuharakisha maendeleo ya taifa kwa kuimarisha uwajibikaji na uwazi katika kufanya maamuzi na kufuatilia utekelezaji wake. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwa wataalamu kama nyinyi, unaweza ukaandika kitu kisipendwe na wengine, lakini based on facts. Hakuna mahali mtu atakaye kuzungusha. Based on facts huwezi sema natumia sensa ya mwaka huu.
kusema haya. Kwa hiyo unakuta kwamba ni protected na hakuna mtu atakaye kuchallenge pale. Maana ukiandika hivi wanasema umezua. Lakini ukiambia kufuatana na kwa mujibu wa sensa ya mwaka fulani, jambo hili mbona halijaenda sawa sawa, hiyo inakuwa umelindwa kirasmi. Majibu sahihi ya maswali yanayoulizwa ndiyo msingi mkubwa wa uzalishaji wa takwimu zenye ubora nchini. Hilo linawezekana endapo tu wanakaya watakuwa na uelewa mzuri wa umuhimu wa takwimu na matumizi yake. Hivyo elimu ya umuhimu wa takwimu ndani ya kaya zetu ni lazima uimarishwe ili taifa liendelee kuzalisha takwimu zenye ubora kwa ajili ya kufanya maamuzi yanayohusu maendeleo ya nchi yetu. Kwa hiyo mafunzo kama haya katika ngazi za mikoa na halmashauri ni muhimu sana ili kusaidia kupeleka elimu ya takwimu kwa wananchi. Matokeo ya tafiti hizi ngazi ya mkoa na halmashauri kwa zile ambazo zimechambuliwa hadi ngazi hiyo hayana budi kusambazwa katika mikoa na halmashauri zetu. Katika mnasaba huu ni muhimu kujenga na kuimarisha ushirikiano kati ya NBS kupitia ofisi zake za mikoa na idara yake ya mawasiliano, ushawishi na usambazaji takwimu na ofisi za mikoa na halmashauri zetu kupitia vitengo vya habari na mawasiliano ya ofisi hizo ili kuimarisha utekelezaji wa shughuli za mawasiliano, ushawishi na usambazaji wa takwimu hizi. Kwa hiyo tukishafanya hivi itakuwa ni rahisi sana kwa ngazi zile zinazohusika ambazo na habari zile zinawahusu watu wanaohusika. Maana saa nyingine unatangaza kitu kitaifa kumbe katika eneo fulani hakipo. Lakini kwa staili hii mnatangaza kitu ambacho na wao wanakijua, kwa hiyo mnawaimarisha zaidi kuelewa. Hiyo ndio sababu kubwa ya kufanya haya tunayofanya. Kwa upande wetu mikoa na halmashauri mnao wajibu wa kuchambua viashiria muhimu vya matokeo hayo na kuviweka katika tovuti na mitandao yenu ya kijamii. Hii itawarahisishia wananchi wakiwemo watafiti na wawekezaji kupata taarifa muhimu zinazohusu mikoa na halmashauri zenu bila kulazimika kufika maofisini mwenu kutafuta taarifa hizo. Wito wangu kwenu ni kuwataka kutumia vyema muda wenu hapa ili muweze kufaidika na mafunzo haya muhimu kwenu. Hivyo hamna budi macho na masikio yenu kuyaweka hapa wakati wote. Kila mtu ana jambo kubwa linalomsibu kama yeye. Sasa fanya priority, you are here. Study so that when you get out from here uwe ni mtu mwingine. Hayo matatizo hutamaliza, wewe faidika angalau kimoja kwa sababu kule hutamaliza na hapa umekosa. So umepoteza wakati. Nyewe wekeni kila kitu hapa, maana watoto hawana ada, mama sijui kasemaje, baba amefanyaje, hata haonekani. Yote haya yapo, tunayajua jamani, yapo tu. Yapo kabisa. Huna hela, ulitamani kufanya kitu, huna, unayo madeni kibao, ukikaa hapa basi fikira moja kwa mbili. Hapana, sasa fanya hili, ni siku mbili tu, pata maarifa yako, hayo yataendelea tu, huwezi kuyatoa siku moja. Hadi hapo tunakamilisha makala yetu hii fupi. Hadi wakati mwingine, mara nyingine, asanteni na kwaherini.